Paulo anakazia mambo matatu: utakaso. Angalia Rumi 15 mstari wa 19. Kuna jambo muhimu sana na unisikilize, nataka kuzungumza na wewe siku hii ya leo. 15:19 anazungumza habari ya huduma. Huyu Roho Mtakatifu akiingia ndani ya mtu, huwa anaweka mzigo wa utumishi ndani ya mtu. Anaweka mzigo wa kumtumikia Mungu. Ukiona huna kiu ya utumishi ndani yako, ujue umepungukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Ukiona huna shauku ya huduma ndani yako, ujue umepungukiwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Wote waliojawa nguvu za Roho Mtakatifu utaona walikuwa wanakimbilia huduma. Walikuwa na bidii, hawasukumwi kufanya. Nguvu za Roho Mtakatifu huwa zinamsukuma mtu kwenye utumishi. Ukiona umefika mahali umekuwa ni mtu wa kubembelezwa kwenye mambo ya utumishi, kwenye eneo la mambo ya utumishi, uelewe nguvu ya Mungu imepungua ndani yako. Anasema mtapokea nguvu, alafu ile nguvu itawafanya mtoke kuwa mashahidi. Na huyu naye anasema nimeihubiri injili kwa nguvu na ishara na maajabu katika Roho Mtakatifu. Nikahubiri injili ya Kristo kwa utimilifu. Hawakaagi. Ukimuona Mkristo ambaye ni mvivu, hajitumi kwenye huduma, uelewe nguvu ya Roho Mtakatifu haipo. Ile nguvu ya Roho Mtakatifu wewe inamsukuma kufanya mambo ya Mungu. Kutumika ni siri iliyo kubwa sana, na kutumika ndio huwa kunasababisha pia yule Roho Mtakatifu kumchochea isivyo kawaida. Kutumika, ukimuona mtu anayemtumikia Mungu kwa bidii, utaiona hata ile nguvu ya Mungu kila wakati inajaa kwa huyo mtu, kwa sababu lazima apate muda wa kuomba, lazima apate muda wa kusoma neno la Mungu, lazima, yani yule mtu anakuwa anajibidisha. Lakini leo unaweza ukaangalia hata kwenye makanisa yetu, utakuta hata muda tu wa ibada, Wakristo wengi muda huo hawana. Anasahau, hajui ibada, siri ya ibada. Kuna uhusiano mkubwa sana wa baraka za mtu na ibada. Kuna uhusiano mkubwa sana. Ndio maana kitabu kile cha Luka ile sura ya 4, ukisoma mstari nafikiri kuanzia wa 5 pale na kuendelea, utaona shetani anamwambia hivi Yesu, hivi vitu vyote ni vyangu mimi, nisujudie, ukinisujudia nitakupa. Manake shetani anajua siri iliyoko kwenye ibada, kwamba kwenye ibada huwa kuna vitu Mungu huwa anaviachilia kwa mtu aliyekubali kufanya ibada. Ndio maana ukisoma Zekaria 14:17 utaona Mungu anazungumza habari ya ibada. Anawaambia kwamba mtu yeyote asiyekwea kwenda Yerusalemu kwenda kumwabudu mfalme, mvua haitanyesha kwao. Anapozungumza mvua, hii ni mvua ya namna gani? Nayoangalia huyu kaenda ibadani, huyu hajaenda ibadani. Anazungumza habari ya mvua ya baraka. Sasa ukimkosa Roho Mtakatifu, hata kiu ya mambo ya ibada huwa inakufa. Husukumwi, hakuna kinachokusukuma. Nyinyi mnafahamu zamani tulikuwa tumeweka na makengele, unajua ibada. Lakini kwa nini baadaye watu waliangoa? Wakasema hivi, Roho Mtakatifu akifurika ndani ni zaidi ya kengele. Jamani, Bwana asifiwe. Kwamba Roho Mtakatifu akifurika ndani ni zaidi ya kengele. Inaanza kukusumbua. Nenda ibadani, nenda kwenye ibada, nenda kwenye utumishi, nenda ukafanya hivi. Sasa akiondoka huyo Roho Mtakatifu, utaona mtu hata ibada. Kuna siri kubwa kwenye ibada. Kuna siri kubwa sana. Ukitaka kumtunza Roho Mtakatifu katika maisha yako, jali sana eneo la utumishi.